Sasa tuangalie Mungu na muda wanahusianaje. Kwa nini tunaangalia muda kwa muktadha wa kimungu? Pale mwanzo nimekwambia Mungu ndio aliyeumba muda. Alimuumba siku, akatoa mianga mikubwa miwili, jua litawale mchana, mwezi utawale usiku. Tukawa na week, yani juma, alafu tukawa na miezi, alafu tumekuja kuwa na miaka. Mungu ndio aliumba huu muda. Kwa nini Mungu alipomweka mwanadamu, swala kujiuliza, kwa nini Mungu alipomweka mwanadamu duniani akampa muda? Kwa nini asingemwacha kwenye maisha ya umilele kama yeye, lakini akampimia muda? Ni jambo la msingi la kumwelewa. Mungu yuko very smart. Kwa umakini wake akaamua mwanadamu ampatie kipindi ambacho ataweza kujipima na kujikadiria. Kwa hiyo Mungu haishi wala hafungwi katika muda, ingawa anafanya kazi katika muda mahususi. Mungu wetu hafungwi na muda, lakini kufanya kwake kazi kuko ndani ya muda. Hii point ni muhimu sana kwa kuchukua. Hem, tuangalie kitabu cha Mhubiri. Tuangalie Mungu anazungumza nini kuhusu muda, kwa kuwa yeye ndo aliumba muda. Mhubiri sura ya 3 mstari ule wa kwanza, ule wa kwanza unatutosha. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Notice ya maneno, kuna jambo na kuna majira. Tumepata neno jipya tena, majira, a season, lakini na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati, muda, time. Anasema a time to every purpose under the heaven. Kwa kila jambo unalofikiria kulifanya, ulilopanga kufanywa mwaka huu, kuna majira yake. Kwa hiyo Mungu ametengeneza muda na ameenda mbali zaidi, akaweka majira ya kufanikisha jambo, akaweka majira ya kuwezesha jambo, akaweka majira ya mazingira fulani kutokea. Lazima uelewe kuna majira. Ndio maana kuna miaka, maisha yako yanaweza kaenda speed sana, miaka mingine yasiende speed kama miaka hiyo ilipokuwa naenda, kwa sababu ilikuwa ni majira ya kukua. Itakapofika majira ya kupanuka, maisha yataendelea, lakini speed ya maisha haitakuwa kama ile ya kukua. Kwa mfano, mtoto anakuwa haraka sana, ananyonya, wa kubeba, kesho anakaa, kesho anasimama, anatembea kwa kushika vitu, baadaye anaanza kukimbia. Hivyo hivyo tunamwona anakuwa haraka, baadaye mama baba ni anaanza kuongea na nini, anakula mwenyewe, maisha yanabadilika haraka sana. Baada ya hapo tunamwona anakuwa kuna hatua tukifika hatukui tena. Mimi sasa hivi siwezi kuongezeka meno tena, nilionayo ndio hayo yametoshea tayari. Siwezi kuongezeka meno, lakini wakati ule yalikuwa yanatokeza speed ya kuongezeka meno ilikuwa kubwa. Kwa hiyo kuna majira ya kila kitu. Kwa hiyo ndani ya mwaka 2026 ni vizuri sana ukawa makini. Kuna miezi Mungu ataachilia neema fulani kwako, ni neema ya kukua. Kuna neema itaachiliwa miezi fulani, ni neema ya kutengeneza network. Kuna neema itaachiliwa ndani ya wiki kadhaa, ni neema ya kupata international exposure, kupata miunganiko ya kimataifa. Kuna neema ngoja nikuulize